Asante Mungu kwa vile umepanga kila mmoja kuja kusikiza neno lako, na naomba Mungu wetu uguse kila mmoja yake na umfikie. Mimi niko hapa kama chombo natumika. Mungu wewe mwenyewe ndio unasambaza ile neno. Ninajua tutapomaliza Mungu wetu litachenga kila mmoja wetu. Nguvu tutapatiwa na wewe Mungu wetu, na tutalishukuru jina lako kila siku. Ni asante Mungu, tuanze na wewe na tumalize na wewe. Nimeomba ya machache nikiamini yote ni katika jina la Yesu aliyemwamba na mwokozi wa maisha yetu. Amen. Wasikilizaji, ninashukuru sana. Mungu amekuwa mwema. Ensoko TV pia nawashukuru. Mungu wetu amekuwa mwema, ametufungulia njia siku ya leo. Nataka tuende moja kwa moja kwa neno letu. Ninataka kusema kwamba kichwa cha neno letu kinasema Mungu awezaye. Inasema the God who is able. Tataka kujua Mungu yule anaweza, kwamba tunaweza kuomba maneno ikiwa ni spiritual, alafu iwe manifested kwetu. How do you convert spiritual blessings to manifest in you? Kwa hivyo inahitaji umjue unasimama na Mungu gani. Kuna watu wanasema wana Mungu kando, kila mtu Mungu wake. Sitaki kusupport wale wanaitwa waganga, si wa support, lakini nasema pia wanatumika hii Biblia kumanipulate neno la Mungu lina fit situation ile wanataka. Alafu ukiingia hapo, unajua unaomba wewe, akili yako ni kwamba unaomba Mungu, lakini kando na Mungu yule tunajua utangojea sana ndio upate majibu. Kwa hivyo neno letu ndio nasema tunataka tujue wewe unaomba Mungu gani. Ni Mungu yule anawezaye tunaomba sisi wote duniani mzima, ama ni Mungu unafanya kwamba Mungu unaomba ni Mungu lakini sio Mungu. Kwa hivyo itapiti umjue ni Mungu gani unasimama na yeye. Kitabu chetu cha kwanza kinaenda kutoka kwa Jeremiah 32:17. Lakini kabla tujasoma, nataka niwaambie huyo Mungu tunaomba kuna mambo tatu ako naye, sisi wote hatuna. Yeye ako na mambo tatu kubwa sana, binadamu yote hana. Jambo la kwanza ana ile kinaitwa is omnipresence. Nasema hii maneno kwa sababu sio hiyo mecha yetu ninawaambia ni gani, lakini Mungu awezaye. Sasa Mungu huyo kuna mambo akona tatu, binadamu yote duniani mzima, mbingu na nchi, hakuna mtu ako naye, ni yeye peke yake. Ya kwanza ni ile ya kusema omnipresence. Inamaanisha Mungu ako kila mahali. God is everywhere. Hiyo ndio Mungu. Huyo kuna Mungu. Hiyo ni one of the attributes ako naye, sisi hatuna. Hakuna binadamu ako na hiyo. The God of who is everywhere. He can be found in America, he is in Asia at the same time. He is everywhere at the same time. Ni ngumu binadamu, mimi kama Mbati, Pastor Mbati niko hapa, alafu tena niko Kisii, Mataika hii, Sekunda hii, niko Mombasa, ni ngumu. Lakini huyo Mungu tunaomba, yeye akona those three attributes, sehemu hizo tatu, na hakuna binadamu ako naye. Moja ni hiyo omnipresence, being everywhere at the same time. Hata Shetani ana. Shetani anakuwa strategic. Lakini sihubiri Shetani hapa. Nataka kuambia Mungu akona ile attributes binadamu ana. Moja nimesema is omnipresence, everywhere at the same time. That is got that ability. Na ingine but man was made, Mungu ameumba, hata kama imesemekana Mungu ametuumba kwa mfano wake, haimaanishi wewe utakuwa everywhere. Mungu yeye ako kila mahali, omnipresence. Na kuna ingine inasema omniscience. The ability to know everything. Yeye anajua kila kitu. He's all powerful. He is mighty. Huyo ndio Mungu. Ako
powerful, ako everywhere at the same time. Ya mwisho, na ndio hiyo naenda kusemea, hiyo ndio meja yetu, inasema is omnipotence or powerful. Sasa nataka tuchue huyo Mungu tunasema tunataka kumuomba aweze kumanifest vitu from spiritual. Kila kitu hilo naangalia hivi sura yako, unaona mahali uko sahi, mahali unakaa sahi, uchue is made out of spirit. Is spiritual. Sasa wewe na richness, utajiri wetu uko na Mungu. Yule Mungu wako spiritual. Na mali yetu uko spiritual. Sasa mpaka uconvert hiyo spiritual manifest in you. Mali we convert from spiritual to physical. Ikuche manifest in kwako. Kwa hivyo huyo Mungu sasa ninaenda kuongea juu ya omnipotence or powerful. God is mighty alone. Huyo ndio Mungu tunaomba. Sasa nataka tusome kitabu cha Zaburi 61. Unajua na mpaka uchue nimesema Mungu yule ako powerful. Omnipotence or powerful. Is alone or powerful or. Nataka kusikia hiyo neno. Yeye na nguvu zote ako nazo. Is all powerful. Huyo ndio Mungu tunaomba. Kuna Mungu yule nimesema miungu kando kando, unapata huyo anaomba Mungu, anangojea majibu, hakuna. Anangojea anza Mungu ampatie anza, hakuna. Mfano Danieli aliomba na akangoja sana. Si hata kuwa naomba huyo Mungu tunaomba. Ni hiyo Mungu anaomba tulikuwa naomba, lakini kulikuwa na nguvu zilizuia maombi yake for 21 days. Lakini sasa sisi mpaka ujue, ninataka kusema your position in Christ. Mungu wako na Yesu uko wapi? Uko kwa mfano yake, umeumbwa kwa mfano yake, lakini wewe unamuita Mungu. Na mpaka uwe na seriousness. Hata mpaka saa hilo unajua, mpaka uwe na seriousness. Si kusema for example mimi ninaomba, lakini ukianza hivyo sasa wewe tena huyo Mungu sio yule tunasema all powerful. Mungu wetu ako all powerful everywhere at the same time. Mungu huyo ndio nataka uchue. Maisha yako ichue. Huyo Mungu ndio naomba. Ni Mungu yule ako all powerful. Huyo Mungu ndio nataka. Tusome kitabu cha Zaburi 62 mstari wa 11. Inasema mara moja amenena Mungu, mara mbili nimeyasikia haya, ya kuwa nguvu sina Mungu. Nasikia msikisaje? Nguvu siko na nani? Nguvu siko na Mungu. Ili neno linatudhibitishia kwamba nguvu sile maombi ile utaomba na ukiamini kwamba Mungu yuko. Na niyo Mungu kila mtu anaomba, yule Mungu wa Danieli, wa Paulo na Sila. Huyo Mungu wa Shadraka na Abednego. Huyo Mungu ndio nafaa uchue. Huyo Mungu ni Mungu naomba yule wa Shadraka na Abednego, ama naomba kesho uko mahali huko, kesho kuta uko mahali huko. Maombi ni ile ile mpaka unarudi unasema huyo Mungu ni Mungu gani huyo naomba? Jiulize. Kama umekuwa kila mtu ako na chambo. Uko na prison yako. Uko ndani ya prison, unatembea tu dunia hii, unatembea Nairobi, unatembea Mombasa, Kisii, lakini uko na prison yako. Umefungwa. Uko ndani ya prison. Uliza Mungu, Mungu. Jiweke mkutano uulize, ninaomba Mungu wa ukweli ama naomba Mungu asiye Mungu yule mnafaa ni muombe? Mpaka uombe Mungu useme, huyo Mungu naomba ni Mungu wa ukweli. Ni Mungu yule ako powerful. God that is able. Mungu awezaye kuwa na nguvu. Huyo ndio Mungu nataka uchue. Nataka uchue position ile huko. Ukiamuka asubuhi, unatoka, unaenda, unang'ang'ana matatu, unang'ang'ana. Sisemi ati na specifically naongea juu ya magari. Unaweza kuwa wewe uko unaishi maisha ya mtu mwingine, sio maisha yako. Wewe unafaa uwe na kila kitu kwa vile wewe uko kwa mfalme, uko kwa kingdom ile ya utajiri. Unafaa kutransfer spiritual to physical. Chochote unaangalia macho yako, angalia mahali huko uko seated. Ukiangalia upande uone kile unaona, uchue is made out of spirit. So spiritual is powerful. Kwa hiyo transfer hizo spiritual blessings into physical. Kwa kumchua Mungu wa ukweli. Usije ukapotea, unapotea slime.
a month, a year, tunaanza 2026, tunaenda mpaka 2032. Wengine wanasema 2032 kama mfano president wetu Ruto, tutachange dunia, itakuwa hivi na hivi. Wewe utakuwa umechange yourself kwa kumjua Mungu. Kwa vile kumjua tu Mungu, kweli kabila hiyo Mungu, God that is able, Mungu that is ako powerful, basi uchue utachange maisha yako pia. Huyo ndio Mungu tunaomba. Sasa tunataka tusome tena kitabu cha Yeremia. Yeremia 32. Yeremia 32 mstari wa 17. Ninasema juu ya Mungu yule ako powerful. Mungu awezaye, Kiswahili. Mungu awezaye. Hiyo ndio Mungu nataka tumchue. Unamuomba. Wewe mahali uko naomba Mungu awezaye. The God is that is able. God is that best, is omnipotent. God that is the ability of power. Mungu kwa huyo ako na nguvu. God is able. 32 mstari wa 17 inasema unasikia vile na msangao. Unasikia? Inasema Bwana Mungu, tazama wewe umesiumba mbingu na nchi kwa uwezo wako mkuu. The powerful God. Hiyo ndio naongea. Aliweza kuumba mbingu na nchi kwa uwezo wake mkuu. Unamuomba huyo Mungu? Jiweke hiyo mkutano. Hiyo ndio Mungu naongea hapa leo. Huyo ndio Mungu naomba? Ama unaomba Mungu wa kubadilisha vitu chanja pesa hapa, shilingi 10 hapa, 200 hapa, 10,000 hapa? Hapana. Muombe Mungu asiye milele. Mungu yule aliumba mbingu na nchi. Nataka nirutie hiyo 32:17. Nataka niendelee niseme yote. Ndio msikie vizuri. Bwana Mungu, tazama wewe umesiumba mbingu na nchi kwa uwezo wako mkuu na kwa mkono wako ulionyoshwa. Hapana neno lililo ngumu usiloliweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Mungu yule tunaita, Mungu yule anataka mumchue, Mungu yule anataka muombe na mimi pamoja, ni Mungu yule anaweza. Yule Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Mungu yule aliyosimamisha maji kando na kando. Hapa kukawa mlima, hapa kukawa mlima, nchi kukawa dry, Waisraeli wakapita. Huyo ndio Mungu. Kama umuombe huyo Mungu, uko kando na neno la Mwenyezi Mungu. Omba Mungu, yule Mungu aishie milele. Yule Mungu akona hiyo nguvu. Hiyo nguvu ya kusema uko kule mchana, leo kule usiku. Kama umuombe huyo Mungu, ile unasinda ukiomba upate na kuhurumia. Nasema Mungu akuonyeshe njia. Holy Spirit ya kuonyesha njia, uchue unaomba Mungu aina gani. Ili neno leo ninasema uchue huko umesimama wapi. Wewe umesimama kwa Mungu aina gani? Nimekuambia Mungu wako wengi sana. Kama kwa Wahindi unasema mfano, Mungu wa kuleta chakula, Wahindi wanasemanga hivyo. Mungu wa kunipatia magari. Kwa Wahindi wanasema vitu vingi. Hata Waafrika wanaamuka, anaenda napata mzee maskini kabisa, amevaa style ya uchanja. Sasa namwambia ati wewe ndakupatia vitu ate uwe tajiri. Sasa si umuulize wewe unakaaje? Wewe unakaa style. Mimi kama Basobati siwezi kwenda nikae kiangalia mtu ako tabu, hata kuku hana, hata baiskeli hana. Alafu wewe unaenda kumsaidia muombe hiyo Mungu anaomba. Huyo Mungu sio Mungu yule tunasema. Nimesema Mungu wote Mungu wako wengi. Mungu sio moja, ni wengi. Lakini kuna Mungu mmoja ile tunafaa sisi tuombe. Mungu aishie milele, Mungu aliumba mbingu na nchi, akasema kuwe na akawa na nguvu. Mimi nasema power. Ile Mungu wako na power. Huyo ndio Mungu tunafaa kuita. Na anaitika anytime ukimuita. Yeremia 33:3 nasema gonga mlango na mimi nitasikia. Uniite wakati wote nitasikia na utasangaa. Huyo ndio Mungu nataka kuomba. Mungu yeye anataka kufanyia miujiza. Yaani ukiomba utakuwa ukiona huyo leo ako na gari mpaka inakuwa chuki kwako, ni kama amejipatia mali. Na yeye hajajipatia mali, ameomba Mungu yule nasema leo hii.
ile Mungu anaweza kutuamuza sisi wote leo wale wanaangalia. Mungu anafanya miracle, miujiza mingi kwa maisha yetu kila mmoja. Tumeamka hata pia kupika tu hapa peke yake, huyo ni Mungu. Hata kutembea ukaamuka ukaangalia kufungua macho, huyo ndio Mungu tunaita. Huyo Mungu anafanya hiyo miujiza. Akuondoe kwa hiyo chera uko naye, chera ya umaskini, chera ya tabu, chera ya cherasi, chera ya wifu, utoke hapo. Muite Mungu asiye milele. Afungue njia uweze transfer spiritual blessings into physical blessings in manifest in you. Huyo ndio Mungu nataka uite leo. Tunampata kwa hiyo kitabu, na ukimuita muitie kwa kitabu ya Jeremiah 32:17. Ukijua nataka uchue huyo ni Mungu wa aina gani. Sasa huyo Mungu mambo ni tatu. Hiyo ndio nataka kuambia saa hii. Wacha ile tulisema nikakwambia omnipresence ako all over at the same time. Omniscience, the ability to know everything. Na anajua kila kitu. Yeye sura haendi. Yeye anajua kila kitu ndugu yangu. Huyo ndio Mungu tunaita. Alafu tena huyo Mungu nikamwambia meja yetu ni kwamba omnipotence, all powerful. Hebu imagine uko kwa Mungu akona yani kila kitu is all powerful. Iwe kusema, iwe kusimama, iwe kupatikana. Ukienda ukifika Kisii uko Mungu. Ukienda ukifika kila mahali huyo Mungu wako. Ukienda Mombasa Mungu wako. Ukienda New York huyo Mungu wako. The same time ako huko, the same time ako hapa. Huyo ni Mungu that is powerful. Tunaweza kumuita. Sasa mambo hapa nataka usike kalamu yako, uandike hizi point tatu, sitakusaidia. Inasema point ya kwanza, basi tutafanyaje nguvu ya Mungu ichitirishe? Hiyo swali ndio unauliza. Utafanyaje nguvu ya Mungu ichitirishe kwako? We transfer from spiritual to physical. Ukisema mimi nataka nyumba, transfer from spirit, from the spirit, ile from the hidden treasures. Isaya anasema hiyo. Kitabu kinasema, Isaya kinasema from 45 hidden treasures. Ile mali ya Mungu imejificha. Mali ya Mungu imejificha. Itoe hapo spiritually, uilete hapa, iwe physical, upate hiyo mali. Enjoy mali ya baba yako. Hata kuwa karibu, ile nasema you are seated with Christ. Hiyo sio enough. Unaweza kuwa seated na Christ, unaita Mungu mwingine tofauti. Ita Mungu kwa ukweli. Ita Mungu yule aliyosimamisha niwaambia maji ya Waisraeli wakapita. Hapa kukaa mlima, kusoto kukaa mlima, hapa kukaa dry, wakawoke. Na wale maadui walio nyuma waliwaambia, wale mnaona saa hii hamtawaona tena. Wakapita. Huyo ndio Mungu nataka muite. Shadraka, Meshaki na Abednego wakawa ndani ya moto. Mpaka ukauliza, tupa watu waine, watu watatu. Na yule waine ametokea wapi? Hiyo nguvu. Mimi najua hiyo story mnajua. Lakini unajua hiyo nguvu? Jiulize, hiyo nguvu unaijua? Hiyo nguvu ya wale Shadraka, Meshaki na Abednego ya kukaa ndani ya moto wanapita. Mpaka mfalme akakuja akasema, Mungu aisiye milele, Mungu wa Shadraka na Abednego ndio Mungu wa ukweli. Sasa huyu Mungu wa ukweli akathibitisha Mungu wa ukweli nani? Leo hii nataka ujithibitishe, ujikalise mkutano, ujiulize, Mungu hiyo niko naye. Nasema Mungu wa ukweli. Nini hiyo naomba ama naomba miungu? Nimekwambia Mungu wako wengi, lakini nikakupatia mfano Mungu wetu akona 3 attributes hizo asiko na binadamu. Na hiyo Mungu anaomba kama akona hizo 3 attributes, huyo ndio Mungu wa kweli. Mungu akupatikana kila mahali at the same time, at the same minute, same hour. Sasa for example niko Mombasa, niko Nairobi. Sasa huyo Mungu ako hapo na ako hapa same time. Lakini shetani anakuanga strategic. Anakutegea, huyo leo anaenda kuwa mfalme. Ninaona mbinu. Anaenda anaweka mtego huko, inakuwa near success syndrome. At the age of breakthrough. Sasa huwezi kupita. Amekuwekea mtego. Lakini Mungu wetu ako everywhere, very powerful. Huyo Mungu ndio tunaita. Sasa hiyo mambo tatu nataka kuandike chini na kalamu yako uandike. Leo nataka nimalishe mapema. Inaitwa kwa Kisungu number 1, remember.
kumbuka. Kiswahili nasema kumbuka. Remember, nothing is too hard. Usome Jeremiah 32:17. Na ingine nasema mtegemee. That is depend. Power belongs to God. Psalms 62:11. Nguvu inapatikana kwa Mungu kwa hiyo. Halafu ingine nasema ya mwisho ni kumshukuru Mungu. Mshukuru. Ile unasema mshukuru. Kumbuka, mtegemee na mshukuru. Na mshukuru utaipata kutoka kwa kitabu cha Psalm 107:8. Na Mungu atawabariki. Wacha tuombe. Baba, nakushukuru Mungu wetu, umekuwa hai na sisi, umetuongeleza kwa neno lako. Mungu, najua limeingia kila mmoja wetu ndani yake, litamchenga. Na Mungu, najua utafanya miujiza. Hii TV iwezi kuendelea kuwa hapa, iwezi kutukuza jina lako. Mungu, neno lako ninajua limeenda mbali, imefikia kila mtu wewe umeongea. Mimi nimetumika kama chombo na nimekubali kutembea na wewe Mungu wetu. Asante kwa wale wameorganize hii, wote kuanzia director mpaka wale wadogo wako hapa wanafanya na sisi, wale wametupangia wote. Mungu wainue, bariki nyumba zao, bariki mienendo yao. Mungu pia wajulishe, Mungu wewe ni Mungu wa aina gani? Ni Mungu wa ukweli, Mungu wa Shadraka na Abednego, Mungu Elisha, Mungu oli hai, Mungu aishie milele, Mungu aliyosimamisha maji yakaenda kando na kando, Waisraeli wakapita. Huyo ndio Mungu tunaita. Mungu tunakuita, tukichua utatuongoza. Siku ya leo mali naweka mkononi mwako, naweka pastor mkononi mwako, yule ameleta hapa. Mungu John, Mungu mbariki. Bariki nyumba yake, bariki bibi yake, bariki mtoto wake, na bariki familia yao yote nyumbani, mama yake na watoto wote, wale mandugu zetu. Ni asante Diana, pia mbariki, bariki mahali anatoka, bariki kila kitu uhitaji wake Baba, umpatie kila anahitaji. Mungu muonyeshe vile anaweza kutransfer spiritual blessings to manifest in her. Bariki maisha yake, bariki kila mmoja, bariki kila ndugu wote ako hapa. Bariki vyombo ile natumika hapa. Na ubariki mwenye hii TV. Mahali yako amelala ameamuka, Mungu mbariki. Nimeomba haya machache nikichua. Mungu umeweza kusimama na mimi, nashukuru Mungu, asante. Ni asante Baba kunitengeneza kama chombo kwako Mungu wetu. Napotoka hapa tutatoka na wewe, na vile tumekuja na wewe Mungu tunashukuru chini yako. Nimeomba hiyo machache nikiamini, yote ni katika jina Yesu aliye mwema na mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Asante sana pastor kwa neno. Thank you. Tumebarikiwa siku ya leo. Asante. Tuasiseniwe sana. Amen. Nyasa usisenie. Ande ekanisa yawo no tunyoli? Revival Mission Church. Kabete. Kabete. Kabete ngaye kutoka Nairobi. Kabete kutoka Wangige. Hiyo ni headquarters. Kuna branches about 16 ya nje ni Tanzania. Usinero? Gusiti ndabeka ntrabeko. Ono tobekire na usirende. Gusinko beka to. Kero taba usigo mimi tunyamira na kisi. Invite our target is 4,000 churches. Amen. And revival. Amen. Maybe nando kwani muligereri gari tutarakora. Okay. Kwani abantu bago gokuruga igana lioraragira. Asante. Na nashukuru kwa hii nafasi, na nataka kutuma salamu zangu asa abantu bali bakorugaria mwigenya kolere bonse tinda ndiko kuna muntu alieta kete bamanya na atumire salamu jana sinya kolere ngima gusi bali bamanyete Nairobi bare pia wanananachua, lakini salamu yangu special inaenda kwa bibi yangu na watoto wangu kila mahali moja hako, Ismail akiwa Singapore na wengine wote, Happy Dorcas, Winnie Nchambi, wote. Mungu awabariki na aweze kuwa nao akitembea nao. Asante sana. Na usiseni wewe kwa ndo bakwani, wewe kwa nyabantu bekanisa. Asante. Kono manchito muligeria sautu anyoreringana nabango kwenyoringa asensemo yaito ya YouTube na konyoraringa lilio mrandi atwire mambi yabono togende usanga naye. Abo ni chinga kichinde nane to kumwarigani basweti nabo igo Moses tunyare to gusanga manchito muligeria sensemeria yebiro byo Biblia na turakumanya amaswali yari bwato sama bulio yarente mambi yabono tunyare to gusanga ikiagera nigo to kugenda se Biblia twanyara to kwiranira mambi yabono wega bari mwatumire ujumbe wikane isome chonsi ngenda kubeke request yo gotera kuri taite mambi yabono etunyara to guseni